Nataka niseme na wewe siku. Amen. Pamoja na kudharauliwa kwa Mungu wako. Yes. Pamoja na kuonekana dhaifu. Yes. Wewe unapopaswa kufanya ni kuzidi kumwamini Mungu. Amen. Na kuamini Mungu. Amina. Wewe unapopaswa kufanya katika hatua hiyo ni kuzidi zaidi kumwamini Mungu na kuamini Mungu. Amen. Wengine wanasema huyu anapenda kanisani kila siku. Ndio. Lakini hatuoni anafanya. Yes. Wengine wanasema kwa kuwa unaenda kanisani ndio maana ni masikini. Yes. Naelewa vizuri. Kwa hiyo wakati mwingine tunaposema kwamba labda mtu hana hela kwa sababu ni hafanyi kazi au ni mvivu, ninasema kwa ukweli kukosa maisha mazuri haisababishi maumivu wa mtu, bali asilimia kubwa inatokana hana nguvu ambayo itamfanya awe na maisha. Na tunakuta watu wengi wameokoka, wamemwamini Yesu kwa Bwana katika maisha yao, lakini kuna kitu wamekiacha, hawajaamini ule uweza wa Mungu ili uinue maisha yao. Maana unapoamini nguvu za Mungu zinakutoa sehemu moja kupeleka sehemu nyingine, zinakutoa kwa ulipo na kupeleka sehemu nyingine. Maana yake kwa nguvu ulizokuwa nazo umepata nguvu, katika kuamini nguvu za Mungu aliye zinakutoa hapo na kuingia kupeleka nje. Unapokuamini Mungu, kuamini Mungu, amini na nguvu zake. Amina. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yes. Uhalisia wa maisha haya inategemea ni upande upi anaotegemea Mungu. Maana kwa nguvu zako mwenyewe hauwezi kutoka. Kwa nguvu zako mwenyewe huwezi kutoka. Maana maadui wanaokuzunguka ni wengi ambao hawataki kuona mafanikio yako, hawataki kuona unainuka, hawataki kuona mafanikio. Maadui wengi sana. Lakini katika hao maadui kuna washindani. Upande unapozidi kumwamini Mungu ndipo ambapo anakupa nguvu au Mungu anakupa uwezo wa kujidhihirisha yeye katika maisha zako. Amen. Unapozidi kumwamini Mungu anakupa uwezo au anakupa kibali cha yeye kudhihirika katika maisha zako. Unaweza kushangaa wakati ambapo kuna watu wamekuzunguka mbele yako. Wanafanya biashara. Wao wanategemea Mungu. Wao wanategemea Mungu. Wao wanategemea mshauri wao. Wanategemea maenzi yao. Wakati huo wao wanazidi kwa Mungu anakwenda kupigana moja kwa moja na ndugu zako ambao wanakuwa kupigana kwenye biashara yako, wanakuwa kufanya kazi na ndugu zako. Mungu anakuwa adui wa adui zako. Amen. Ukimwamini Mungu anakuja kuwa adui wa adui zako. Maana yake adui zako wewe wanakuwa adui. Yes. Haleluya. Amen. Waliopanga vita juu yako wanakupenda. Ndio. Waliopanga kupigana wewe wanakupenda nani? Mungu. Kwa sababu umechagua kumwamini. Ndio. Na unamwamini Mungu sio tu Mungu peke yake, unamwamini yeye na unaamini uwezo wa Mungu. Yes. Yes. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ni wewe wanaokoka. Ndio. Lakini sio wewe wanaomwamini. Na uwezo wake. Wewe wanaokoka. Unapoona kanisa lina watu. Utakaye watu ibada ya kwanza, umeshakoka, ibada ya pili, watu wako. Wanamwamini kwa sababu wamebadilika na kuokoka. Unaelewa vizuri? Kwa sababu wameokoka. Lakini kweli mpo wengi wameokoka, lakini sio wengi wanaomwamini Mungu na kuzaa. Na ndio maana unaishi maisha maisha kuna maisha Mungu anakuletea sana na yes. Amen. Unajua ingekuwa hivi. Mtu anaokoka. Yes. Ikitokea maisha
Mfano mafuta ni bana ndio. Wapa kufanya magari. Ndio. Na wapa leo wanafanya magari. Kwa nini? Mafuta ni bana. Mungu alijua bei ya mafuta na pale. Ndio. Yes. Na Mungu aliyofanya hilo, anaelewa mafuta hiyo ya Amen. Sio Mungu wa Mungu aliyofanya anaelewa mafuta hiyo. Yes. Ndio. Amen. Ngoja tu itakuwa na sheria kwa miguso na hazina. Nafanya mazuri. Mazoezi ni uamue yale ya mafuta kabisa. Kila kitu unacho. Lakini mazoezi. So naweza kufanya. Lakini nataka kuambia. Ndio. Akataka mzunguko utakuwa mkubwa. Maana yake hiki kitakuwa bei yake. Kile kitakuwa bei yake. Nawe utakuwa bei yake. Baba utakuwa kama leo. Utajenga na upengie ndani wako. Usifungwe na matukio. Kwa sababu Mungu na uwezo wake hawafungwi na matukio. Hawafungwi na matukio. Amen. Ni yule ndio au yeye yule jana leo na hata milele. Uwezo wake ule aliyekita kupita ndio Mungu aliyekita kwa nini aliyekita kwa Isaka ndio Mungu aliyekita kwa nini aliyekita kwa Yakobo ndio Mungu aliyekita kwa nini aliyekita wakati wa Daudi ndio Mungu aliyekita kwa nini aliyekita kwa Suleiman ndio Mungu aliyekita kwa nini aliyekita kwa sababu yeye amekuza Amen. Ukweli ulipo. Sio kwa sababu ya uaminifu. Sio kwa sababu ya wokovu. Au kuamini Yesu. Tayari umeokoka. Ndio maana naitwa wokovu. Kwa sababu ya uaminifu. Lakini kuna kitu kinachoacha. Muamini nguvu za Mungu. Muamini Mungu na nguvu za hapo kwa bado uko. Mbele yako hapo uko. Hapo uko. Kuamini Mungu sana. Vile nikuuliza swali. Kwa nini unaishi na shida? Ndio tunasema. Niona ya ubaya chini. Wakimu maana ulipokoka ulifanyika upande wa watu. Ndio. Unamiliki ya nini? Unaishi. Lakini anasema nimeona wafalme wakitembea kwa miguu. Ndio. Watumwa wakitembea na nini? Ufaransa. Ndio. Wakati unasema maisha mazuri, mahali wachao wanajenga mikono. Wanakuwa wamemani. Watu wanakuwa sana. Wanakuwa wamemani. Watu wamesha. Unajua kazi ambayo Mungu ametoa mwisho wake ni kupanda mtu aliyemsifu ambaye aliye na plani aanze kumiliki. Amen. Maana Mungu hudhihirika kwa nguvu katika watu. Unajua watu hawatamjua Mungu wako kama hawajaona kile anachofanya. Ukimwambia Mungu bali ya Yesu anaweza, lakini wakati anayajua maisha yako Mungu, wamejua jinsi unavyoishi, wamekuona hivyo hivyo, alafu ukamwambia Mungu anaweza. Wakati Mungu anakutendea mambo makubwa au vitu vingi, wakati huo wanasema yes, Mungu anasema Mungu ana wala unataka kuongea sana. Unajua ukishafanikiwa wala kuongea sana. Mungu mwenyewe atawaonyesha watu kwamba mimi ni
Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwa maana ni muhimu sana Yes. kuchagua njia Ndio. ya kuamini Mungu, kuamini Mungu na kuamini nguvu zake.